Sote msafiri anajiandaa. Unajiandaje kwa habari ya mbinguni? Unajua saa au siku? Wewe kwa kuwa hujui siku wala saa, mkawa kwamba Bwana akitokea, Bwana akirudi naondoka naye. Acha kutegemea uonekane kwa mchungaji kila itopo leo. Mchungaji yeye anatengeneza maisha ya kwake, na yeye anakupa njia kwamba muamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili ukapate kuingia mbinguni. Maana siku ile mchungaji hata simama kwenye zamu tena kwamba akutetee, huyo alikuwa msharika wangu. Hakuna hiyo. Amen. Hakuna. Kila mtu atasimama mwenyewe kwenye kiti cha hukumu. Anasema hivi, utasimama mwenyewe, utasimama mwenyewe siku ile ya hukumu. Kila mtu anasimama peke yake. Hakuna baba, hakuna mama, hakuna mama ambaye atachukua uovu wa mwanae, hakuna baba ambaye atachukua uovu wa mwanae. Kila mtu atasimama kwa zamu yake. Kama hujaandikwa kwenye kiti cha enzi, hujaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, mpendwa, Yesu anaonyesha tu njia. Atagawanya kondoo na mbuzi. Mbuzi mkono wa kushoto, kondoo mkono wa kuume. Kondoo ni wale waliomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nikwambie ya kwamba tuliookoka leo hatueleweki, lakini kipo kipindi kinakuja tutaeleweka. Tutajulikana kwamba mimi mpendwa nimekufa katika dhambi, lakini katika haki niko hai. Kwa hiyo endelea kutwanga dhambi, lakini elewa kwamba mbeleni utaelewa kwamba dhambi ikoje, na utaelewa watakatifu wakoje. Maana kuokoka ni duniani, sio mbinguni. Amen. Kuna watu, msemo huu niliutumia maeneo mengi kidogo, nikasema hivi watu wanapoalikwa kwenye sherehe wanajiandaa wakati wamefika pale kwenye sherehe, au wanajiandaa wakiwa nyumbani? Hebu mnijibu huko. Unajiandaa nyumbani, kwa nini unataka ujiandae ukiwa umekufa? Maana kule tunaenda kwenye sherehe, tunaambiwa kwamba tutamsifu Bwana, tutamtukuza Bwana. Hapa tunapoimba hivi vibeti vyetu tunavyoimba, mbinguni tunaambiwa kwamba miezi mitatu beti moja inaimbwa. Miezi mitatu. Sasa hapa mtu akiimba dakika 5 unaona amechoka. Nikwambie kwamba hapa ni mazoezi tu. Tutafika miezi mitatu tunaimba beti moja. Beti moja tunaimba miezi mitatu. Amen. Sasa nikwambie kwamba hapa ni mazoezi tu. Kwa hiyo tunapokuwepo kwenye haya mazoezi, acha kuzimia moyo mpendwa. Amen. Acha kuzimia moyo tena. Na nikwambie kwamba leo injili hii unayosikia utakuja kuwa uitamani. Usikie tu hata kamstari. Kuna wenzetu nchi nyingine Biblia wanaisomea chooni. Wanaisoma chooni, hawaisomi nje hadharani. Lakini Tanzania Biblia tunaisoma popote. Hii neema mpendwa ulioipata, kule kwetu zililetwa Biblia, akametokea mfadhili, zile Biblia alizitoa, gharama yake ilikuwa ni shilingi 2,000. Mpendwa, hii hapa shilingi 2,000. Lakini kusudi la huyu ndugu ni kwamba injili ienee kwa kila mtu, shilingi 2,000. Lakini kwa sababu wanadamu hatujui thamani ya hii dila ambayo tumepewa, nikwambie kwamba watu waliona bado 2,000 ni kubwa. Zimeletwa shilingi hii hapa, sikwambii uongo. Nimenunua watoto wote, nimeamua kuwanunulia Biblia wote, anayejua kusoma mpaka wachekechea nimeweka ndani. Ziko ndani hizi hapa unazoziona, kwa sababu mimi mwenyewe nilinunua ya kwangu 25,000. 25,000. Sasa 25 2,000. Na siku ile wakati hizi Biblia zinaletwa, mpendwa, hapo ndani nina shilingi 10,000. Nikasema siangalii kula, siangalii kunywa, siangalii chochote, nachoangalia nipate neno la Bwana. Amen. Nikazisoma Biblia 5 na ile ya kwangu zimekuwa 6. Amen. Kwa hiyo watu hawaelewi.
huyu mdhamini amekuja, na sio kwamba imechakachuliwa chochote. Hii haijachakachuliwa kwa sababu ameuza 2000. Unaweza ukasema kwamba ni feki. Fananisha na ya kwako, ile iliyonunua 2000 na ya kwako ulionunua 30,000, maana ziko za bei ya juu. Lakini bado watu ufahamu haufunguki, wakajua kwamba tumeletewa hizi Biblia, wakaona bado 2000 ni kubwa, wakaiona kwamba ya thamani sana 2000. Wapendwa, wakati mtu yuko tayari kwenda kuigharamia kwa bei yoyote, haifai. Una wakati ngapi? Maana hata hii sadaka tulipotangaza hapa, watu wanaanza kuulizana, sasa mimi kwenye kumtolea Bwana kuna sasa mimi. Lakini je, ngoja nikuulize jambo hili. Hili sitafundisha, hili sitahubiri, nitafundisha kwamba, hebu ngoja nikuulize hiki. Hivi ukitokea ugonjwa pale ndani, unafanyaje? Mliopo hapa unafanyaje juu ya ugonjwa ambao umetokea? Mseto shingapi? Nijibuni huku kwenu, au huku kwenu hakuna dawa inayoitwa mseto? Ile alu shingapi? Hamjui? Alu shilingi 500, 3500. Aha, kwenye familia yangu jana nimekuambia tuko watu 7. Sasa tunaangushwa wote pale ndani. 3500 zidisha mara 7 ni mseto tu. Bado vipimo havijapimwa hapo, bado sijajulikana kwamba nina ugonjwa gani. Nitajieleza, kutapita vipimo ndani ya wote, maana Mungu anaweza akapiga wote.